La kuzaliwa. La kuzaliwa. Mimi binti Mwinyi, jina langu la kuzaliwa alonipa baba yangu naitwa Mwantoro mwenye mvua Toroha. Mwantoro mwenye mvua Toroha. Sawa. Na hapa ni wapi? Hapa ni pangu. Hapa. Yaani hichi kijiji gani au haya ni maeneo gani hapa? Hichi kijiji cha Kiromo. Ndio. Hapa Kiromo Kibaoni. Na hili eneo nimelisi kwa baba yangu mzazi mwenye mvua Toroha. Sasa. Ni aliwatano hapa. Ni mwenyeji kabisa. Ni mzaliwa wa hapa. Hapa kumbe ni Kiromo Kibaoni. Sasa binti Mwinyi, mimi nataka kujua kwa sababu mara kwanza tumefika hapa kutembelea, ukasema hapana, mimi nina jambo langu lazima na ninyi mulijue. Sasa leo watazamaji na Waislamu wanataka kujua wewe haswa kinachokusumbua, na sisi kusema hebu njoeni hizi habari zangu ziweze kila mtu aweze kufahamu. Haswa wewe ulikuwepo na kitu gani unataka kuwaambia au unataka kutuambia sisi kama jamii kuhusiana na swala lako. Sasa toa lile la undani ili tuweze sasa Waislamu waweze kufahamu. Mimi swala hili langu kubwa mno, hakuna msikiti. Yaani nimeamua na kwanza nilolisi sio eneo ninokaa hapa. Ndio. Nimelisi na huo msikiti. Baba yangu alikuwa na msikiti, chuo, anasomesha na kuswalisha msikiti. Alijenga kama misikiti mitatu. Sasa baada ya kufariki. Ndio. Basi kama mnavyojua cha kulisi ilikuwa sio peke yangu. Nilipata nafasi ya kugawana kila mtu na chake. Ndio. Mimi nikaamua nitoe kiwanja hichi nijenge msikiti. Lakini baada ya kujenga huo msikiti, ndio nimeishiwa pozi. Ndio. Hapo nilipofikia nilikuwa nimesimama. Umeshindwa kumalizia? Nimeshindwa kumalizia. Kwa hiyo msikiti upo tayari umeshaanza na upo, yani umefikia stage gani mpaka sasa? Upo yani stage ya kupahua au stage gani? Bado taisha kuisha. Bado kupahua na kuwezeka. Kuwezeka hiyo na kuweka madirisha na milango. Watu wapate kusali. Kwa hiyo kumbe baba pia alikopo ni ustazi, alikopo shehe alikuwa shehe, ndo mwanzilishi wa hapa Kiromo. Alikuwa ndo mwanzilishi wa hapa Kiromo. Ndio. Kusomesha. Ndio. Na kuweka zawia. Mashaallah. Na kujenga hii msikiti. Kwa hiyo na wewe ukasema hapana, na mimi lazima ni muenzi baba, lakini na mimi pia nitangulize amali ya kujenga msikiti. Mashaallah, nadhani tumemsikia binti Mwinyi, lengo lake na mazumuni ni yeye kuacha hasali juu ya Uislamu na kuacha amali njema, kwamba ametoa eneo lake la msikiti na amejitahidi kuujenga mpaka pale alipofikia yeye, na amefika stage ya kupaua na kufanya finishing, lakini nguvu zake zimeisha, na kama tunavyomuona mama au bibi amekuwa ni mzee na hana uwezo tena wa kuweza kuendeleza huu msikiti, na yeye anasema kwamba kabla hajaondoka duniani basi angependa kuona msikiti huu ukianza kuswaliwa. Sasa sisi kama Waislamu ni jukumu letu sasa kuweza kutimiza ndoto za mama yetu, ndoto za bibi yetu, itakuwa ni vyema zaidi. Mama, unawaambia nini Waislamu? Hebu waambie sasa kuhusiana na huu msikiti. Mimi Waislamu, changamoto yangu ni kuomba tuendeleze. Mimi tena nimeishiwa kwa kweli, nimeishiwa umri. Ndio. Umekwisha kuwa hauna nguvu wa kutafuta. Ndio. Na nilichokuwa nacho ndo nimekwisha kitumia, ndio hivyo. Ndio. Sasa hivi naomba Waislamu wenzangu, ndio, ili nini waendeleze, tuwe pamoja, kwa sababu huu msikiti sio nyumba ya mtu useme kama atalisi mtu, hakuna, ila wanarisi waumini. Mashaallah. Sawa. Na binti Mwinyi, samani ili sasa hili swali lipo nje kidogo ya swala hili. Umebahatika kupata watoto?
Nilipata watoto alhamdulillah, lakini Mungu kachukua viumbe vyake wote. Nilipata watoto 13. Ndio. Umebaki watatu. Wanawake wawili wako kwa waume, kabaki mmoja huyu. Mnamwombea dua Mwenyezi Mungu amvute katika dini yetu ya Kiislamu, manake ujana anashiriki sana. Tumwombee dua wote. Inshallah. Allah atamfanyia wepesi. Kwa hiyo hapa nyumbani unaishi na nani? Na vijukuu na vitukuu. Vijukuu na vitukuu. Basi alhamdulillah, Allah atafanya wepesi, kila kitu kitakuwa sawa. Nilijaribu tu kumuuliza baadhi ya mambo ambayo yapo tofauti kidogo na hili ambalo limetuleta hapa, lakini nia na mazumuni ni kutaka kumfahamu vizuri bibi yetu, mama yetu. Na uwezo wa kutembea unao hapo? Nao. Nimetoka uone buruzo hilo. Unajiburuza? Najiburuza, natambaa kama mtoto. Mashaallah, Allah afanye wepesi. Allah afanye wepesi. Sasa bila kupoteza muda, mimi nadhani ngoja tufike katika hilo eneo. Wewe kwa sababu huwezi kutembea na ni nyuma tu ya nyumba hapa, basi acha sisi twende sasa, ili Waislamu na jamii kwa ujumla waweze kuona huo msikiti ambao bibi anahitaji kutimiza ndoto zake, ili akiondoka duniani basi aache athari iliyokuwa njema. Lakini moyo wangu nataka siku ya kuondoka nikaswaliwe msikiti huo. Mashaallah, Allah atafanya pesa. Anataka siku akiondoka aswaliwe kwenye msikiti wake ambao yeye amejitolea eneo lake, itakuwa aula zaidi. Basi bila kuchelewa, mimi nadhani tugee ruksa yako tuweze kutoka. Wewe huwezi kutembea au unataka twende? Uwezi? Hapana, alafu jua kali. Sisi tunakuonea huruma. Ungependa nyumba ile pale inatazamana na msikiti ile. Ile. Yuko ndugu yangu. Anaitwa nani? Anaitwa Sefu Toroha. Ukimwita Toroha tu atakuitika. Anaweza kutuonyesha. Anaweza kukuonyesha. Basi inshallah. Basi bibi, hakuna la zaidi. Tugee ruksa sisi twende kwa huyo Sefu Toroha. Wewe hapo pumzika kwanza. Sisi ngoja tutoke hapa ili kuweza kuona huo msikiti. Bila kuchelewa, ngoja sasa tuweze kuona huo msikiti. Msikiti ndio huu sasa. Na tumefika katika mazingira haya, na nyumba ya binti Mwinyi ni ile pale. Cameraman, hebu aonyeshe nyumba ya binti Mwinyi ile pale, lakini mashallah mpaka kisima kipo. Kisima hiki kipo huko msikitini au cha huko? Kote pa kwake hapa. Mashallah. Basi kisima kipo hapa. Tunaweza tukaanza ibada, maji yapo ya kutosha. Na hili lote ni eneo la binti Mwinyi hapa. Nyumba ile, nyumba hii hapa, msikiti na kule, yani hapa wamekaa ni familia kama yeye mwenyewe alivyo tueleza. Hii ni familia tupu. Huu msikiti bado kupaua, kuweka milango na kuweka madirisha ni kitu kidogo sana ambacho tunaweza tukatimiza ndoto za bibi. Sasa kwa nini tuwe wanyonge Waislamu? Kwa nini tuwe wanyonge? Na uwezo tunao, pesa tunazo, lakini pia na dini tunayo. Shida nini? Basi cha kufanya hapa ni kuweza kujenga msikiti na harakati zingine zianze kuendelea hapa. Kameramani, hebu naomba ushuti humo ndani ili waweze kuona. Hapo ni kibla. Hapo ni kibla, lakini kuna upande wa kina mama ule kule. Mashallah, ule ni upande wa kina mama. Hapo ni kibla. Msikiti tayari mashallah, msikiti mkubwa tu, lakini bado hujaisha. Bibi kama amejitahidi kwa kiwango hichi, sisi tunasubiri nini? Mashallah. Kibla ndio hiyo. Yaani msikiti umeisha au hakuna sababu ya sisi kuendelea kuacha tu ukajaa nyasi kiasi hichi. Na Waislamu ni wengi katika maeneo haya. Lakini Sheikh, asalamu alaykum. Alhamdulillah. Hapa sasa tunamsubiri
ndugu wa binti Mwinyi ili kuweza kupata mawili matatu. Mzee, salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nataka kabla hajafa basi msikiti huu akiuona watu wakianza kuswali, lakini pia yeye akifa anataka aje kuswaliwa hapa.